mwanamke, nini hili ulilolifanya? Hallelujah. Stop there. Do you have English version here? English one. Mwenye Biblia Kiingereza? I'm telling you. Where's your phone? Okay, we're not serious. Where is the English one? You have the English Bible there. I want to read in the English version. Yes. Read it. Hallelujah. Hallelujah. I want you to get something. There's supposed to be another mic there. Genesis chapter 3, verse number 9. So you'll be reading the Bible for us. Voice up. Let us see. Then the Lord God called Adam to Adam. Called Adam and said to him, Where are you? Where are you? So he said, I heard your voice in the garden. I heard your voice in the garden. And I was afraid because I was naked. I was afraid because what? I was naked. And I hid myself. And I hid myself. And he said, Who told you that you are naked? Who told you that you are naked? Have you eaten from the trees of which I command you that you should not eat? Have you eaten from the tree that I've commanded you not to eat? Hallelujah. That's end up there. The Bible is very clear. Biblia iko wazi. It is very clear. Iko wazi. It's very, very clear. Iko wazi. God himself, Mungu mwenyewe, daily, kila siku, morning to evening, asubuhi, he was there visiting Adam every day. Alikuwepo kumtembelea Adam kila siku. In a specific place. Kwenye sehemu maalum. That's where God and Adam they meet. Mahali ambapo Mungu na Adam walikuwa wanakutana. And they are having a conversation. Na walikuwa wanafanya mazungumzo. And every day, kila siku, when God is there, Mungu akiwa hapo, he expects Adam to find there. Alitegemea atamkuta Adam hapo. So Adam, kwa hiyo Adam, he was always there and knows the right time God to come. Alikuwepo kila siku hapo akijua muda maalum ambao Mungu anakuja. If God always come around, let's say 2. Kama Mungu anakuja kama muda wa saa 8. And Adam was there always there. Na Adam alikuwa hapo kila muda. He was waiting for God there. Akimsubiri Mungu hapo. And when God appeared, na Mungu anapotokea, they have conversation. Walikuwa wana mazungumzo. They talk and they exchange things. Walikuwa wanaongea na kubadilishana. Adam was there just alone with the animals. Lakini Adam alikuwa hapo peke yake na wanyama. Listen to me. Nisikilize. He was there. Adam was always available to God. Ni hapo Adam alikuwa anapatikana kwa Mungu. Every day he was there available. Kila siku alikuwa anapatikana kwa Mungu. So one day, kwa hiyo siku moja, things changed. Alibadilika. Things changed. Mambo yalibadilika. And then when God was there, Mungu alipofika, he started to see Adam was not there. Aliona Adam hayupo. So he was looking, where is Adam? Alianza kutafuta Adam yupo. But it doesn't mean that God doesn't know where he was. Sio kwamba Mungu alikuwa ajui kwa Adam alipo. God was know where Adam is. Mungu alikuwa anajua Adam alipokuwepo. I'm telling you. Nakwambia. But Adam, the meeting point, lakini Adam muda wa kukutana, he was not there. Hakuwepo. And this is make Adam was not to be available. Hiyo ina maana kwamba Adam hakupatikana. And that's why, ndio maana, in your life, kwenye maisha yako, there is a place God wants you to meet with him. Kuna mahali Mungu anataka ukutane naye. You don't need a specific time. Hauhitaji muda maalum. To God you need to be available every time. Ili Mungu apatikane kila muda. Because if you're making yourself available, kama ukiweka in a specific time, katika muda maalum, you will not see God in your life. Adam himself, binafsi, he lose his position. Alipoteza nafasi yake. He lose his location. Alipoteza nafasi yake. Because when God comes to visit you, kwa sababu Mungu alipoweza kumtembelea, he needs to meet you in the right place. Anataka kukukuta kwenye sehemu sahihi. Are you available? Unapatikana? Are you available? Unapatikana? Are you available? Unapatikana? Are you available? Unapatikana? And the animal was being asked. Na Adam aliulizwa, Adam, where are you? Adam uko wapi? Means Adam was not available. Ina maana Adam alikuwa
need to be available to God. So kwa hiyo unatakiwa kupatikana Not the time you have issues. Sio muda ambao una matatizo. But when you allow, Lakini pale unapokubali. when you allow Pale unapokubali. your body Mwili wako to speak more, kuongeza, to have voice, kuwa na sauti more than the voice of God, kuliko sauti ya Mungu, you find yourself utajikuta will no longer be available to God. haupatikani tena kwa Mungu. So what makes you not to be available? Nini kinakufanya usipatikane kwa Mungu? Your body. Mwili wako, Your body. mwili wako, Your body. mwili wako, The voice of your body. sauti ya mwili The wako, voice of your body. sauti ya mwili wako, The voice of your body. sauti ya mwili wako, The need of your body. mahitaji ya mwili wako, That things your body needs. hicho kitu mwili wako That unachohitaji makes you. kinachokufanya usipatikane. Hakuna kitu kingine. Hakuna kitu kingine. It is your body. Ni mwili wako. You wake up in the morning. Unaamka asubuhi, Chai inauma tumbo, unataka chai unakuja baba. Unamaliza mchana sio umefika jua. Yaani ni kama umekuwa program hivi. Kwa nini ujiulize? Kwa sababu nilikuwa nimekaa. Nikajiuliza hivi. Kwa nini sisi tumekuwa program? Ni lazima nile asubuhi, mchana, jioni. Ni lazima nilale usiku. Aliyeanza kulala usiku ni nani? No, there are some things you need to ask yourself. kuna vitu unatakiwa ujiulize binafsi. Kwa nini mimi niko program? Nadhani kwamba nimeweza tengeneza ni mfumo nimewekwa hivi. Kama nikiamka asubuhi, papa nikaoge, nipige mswaki, nikafute chai, nimeweza kunywa chai, niende kazini, nirudi kazini, nikifika mchana saa 7 naenda kutafuta lunch, nakula, nimeshiba, ninaanza kutafuta madaladala, nyumbani nimefika foleni, nimekaa kwenye gari pale sina cha kufanya, naanza kucheza game, nacheza game, nivute muda, ninaenda mpaka foleni nimefika nyumbani, nimefika bodaboda, nimenyosha nafika, naoga, namaliza kuoga, naingia jikoni, napika, ninakula tena, nikishamaliza kula, nimechoka, nachukua shuka, wow. Kesho tena, wow. Kesho tena nini? Is that the life God wants us to live? Ni haya maisha ambayo Mungu anataka tuyaishi. Kazeni sina miaka karibia 45. Angalia, umeanza toka mtoto. Nikula, unamaliza. Unaoga, unamaliza. Nenda, unaoga. Sasa hivi, yani, is that the life? Ni haya maisha. So I was asking God, Kwa hiyo nilikuwa namuuliza Mungu, am I supposed to sleep only night? ninatakiwa kulala usiku? Kwa nini mimi usiku nisifanye mchana nikafanya usiku? Why all these things? Kwa nini? Is it must uwe mara 3? Ni lazima uwe mara 3. Is it must? Ni lazima. Kuna vitu ambavyo if you never sit down and think, utajikuta unavifanya vitu kwa sababu mfumo. Wanasema ndio tumeikuta dunia iko hivyo na zile. No, mimi sisi wa Kristo, walio na Kristo hatuishi dunia inavyotaka. Hatuenendi katika vile dini inavyotaka, bali tunaenda katika imani. Amen. Hallelujah. Amen. We are the sons and daughters of faith. Sisi ni watoto wa imani. We are not a religion. Sio wa dini. Dini itakufunga. Dini ni mbaya kuliko imani. Hallelujah. I'm telling you. Nakwambia. Dini haikufanyiwa baya mbele za Mungu. Dini haikufanyi upatikane katika Dini inakupangia muda wa kumtafuta Mungu. Dini inakwambia sasa ni muda wa kupiga magoti unapiga, muda wa kuinuka unainuka, muda wa kupiga makofi unapiga, muda wa kusifu unasifu. That is religion. Hiyo ni dini. You are under the law. Upo chini ya sheria. But when you come to the spiritual base, lakini unapokuja kwenye mambo ya Mungu anasema ya kwamba sasa basi walio wote chini ya nini? Ya dini na sheria yule nini? Walio wa uzima wako nini? Huru, na kuna nini? Hukumu tena juu yao. As long you are under the influence of the Holy Spirit. Ukiwa ndani ya quickly. Hallelujah. Ukiwa ndani ya uamsho wa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Are you available?
Unapatikana. Are you available? Unapatikana. Are you available? Unapatikana. Jiulize tu maisha yako na maisha yako. Hata tumbele za Mungu hauko available. Kwa sababu unasikia kwamba mimi ni president, sijui mimi ni hivi. Leo labda kwa mtumishi fulani kuna hela. You are after something. Umesikia tu kwamba sijui profeta au labda anatabiri sio anafanya hivi. Ai, ngoja niende papa. Umefika pale. Ukija ukasikia pale sijui kwamba sijui kanisa linajaa. Viongozi. Kesho sijui viongozi. Kesho sijui viongozi. And you expect God to be available. Wanategemea Mungu kupatikana kwako. Haleluya. Kesho unakunywa toka tu Januari mpaka Disemba, wewe ni maisha yako ni chips mayai. Oh yeye. Unakula tu chips. Alafu unashushia na Coca-Cola. Unakula. Kesho tumbo limeunganika na kiuno. Haleluya. Alafu unashangaa mwisho wa siku tu umepita tu mtaani kwenu watu kuna birthday wamepiga watoto mangoma papa. Oh, moyo nakufa. Ukija kuangalia ni kibiti zenyewe na kushina sana. Press hospitali. Unaanza mtumishi wa Mungu, niombe. Oh, ninatoa sadaka baba. Nafunga 10 kabisa. Mungu ninatoa. Mungu nisife. Mimi bado kijana sijaolewa sina mtoto. I'm telling you. Unataka kuwa available kwa Mungu wakati wa shida. Lakini wakati Mungu amekuneemesha, sasa hivi bwana mimi nimesha VAT, sasa hivi akaunti yangu inasoma milioni 600. Eti mimi nikakaa pale kanisani nimekalia tofali. Eti naitikia amen. Niko pale napiga kinanda mimi sasa hivi. Mimi ninafaa saa ya milioni 1, najipulizia perfume ya 600, maisha mazuri. Nini nakula nataka my dear. Mpendwa. My dear. Mpendwa. I warn you. Nakuonya. I warn you. Nakuonya. I warn you. Nakuonya. If you don't be available. Kama hautapatikana. On the time. Muda. Whether it's good things happen. Ambao vitu vizuri vinatokea. To God Almighty. Kwa Mungu mwenye nguvu. You'll be available while you are on the ICU. Utapatikana wakati ambapo uko ICU. I'm telling you. Nakwambia. I warn you. Nakuonya. I warn you. Nakuonya. God loves you. Mungu anakupenda. That's why he brought this message for you. Ndio maana ameleta huu ujumbe kwako. That's why he brought this message for you. Ndio maana ameleta ujumbe kwako. I didn't prepare anything. Sijaandaa kitu chochote. I was asking God, what am I going to do this by God? Kutumiwa na Mungu. Anytime. Muda wowote. When God say do this. Mungu akisema fanya hivi. There is no what you say, yes sir, I'm here. Hakuna chochote zaidi ya kusema ndio. When God say wake up, you just yes sir, I'm here. Akisema amka, sema ndio Bwana. Niko hapa. My son, hizo hela. We all die. Wote tutakufa. Because that is one of the way to go home. Kwa sababu hiyo ni njia moja ya kurudi nyumbani. Mwanangu, pamoja na uzuri wako wote utafanyaje? Sio wewe, mwili wako huo uliovaa unafanya. Utazikwa unafanya. Alafu tutakubeba tutakufia chini futi 6, tutalia tukigeuka hivi nyuma wote hatukurudi tena. Hatukukumbuki. Haleluya. Utakaa mwili utapata joto, utapasuka, utatoa mafunza, utatoa mausaa, utanuka. Amani. Yaani kama wala nataka pokea gari, pokea jei. Ili vipokee hivyo lazima uwe available mbele za Mungu. Ili upokee unachotaka kwa Mungu, it's not about receive. No. I can pray for you, you can receive. But how happen after receiving? Nini kinatokea baada ya kupokea? I can pray for you. Na kuondoka kwa mbaya. Come here, I can pray for you. God bless you. God will be established, do whatever, and you can receive everything. Pokea kila kitu. But what next after receiving? Nini kinafuata baada ya kupokea? How will you carry that blessing? Vipi unaweza kubeba hizo baraka? How? Vipi?
available to God. Kama haupatikani kwa Mungu. Kwa sababu ukiwa available kwa Mungu, Mungu anaona kwamba okay, mwanangu Francis mita 100 pale, yeye bodaboda yake ndio kwani ajali. Anamtuma malaika wake, nenda kakae kwenye ile bodaboda. Unashangaa bodaboda imekuwa nzito ghafla pa. Alafu unajikuta pa bodaboda imepita sehemu ile paswa kupata ajali, imepata ajali nyingine. Kwa sababu nini? You are available mbele za Mungu. Haleluya. Ukiwa available kwa Mungu, hata kama kuna vita ya namna gani, Mungu atasimama mbele yako kabla wewe kufika pale. Amen. Hauhitaji kustruggle. Hauhitaji. You just need to be available to God. Unahitaji tu kuwa kupatikana kwa Mungu. Maisha ndio juzi. Oh, baba nakufa. Naumwa. Kamnyama. Oh, mimi nimezikaga ndugu. Wewe nakwambia. Ndio maana unaweza ukashangaa ukianza kusikia njama faje, tumbo lafaje, linaunguruma kwamba linakuambia nini? Kwamba tunahitaji nini? Chakula. Chakula. Unafaje? Nini? Chakula. Je, usipokula unafanyaje, unakufa? Hapana. Vitu vingi tunaendekeza. Ndio maana nawaambiaga mabinti zangu mfanye nini? Mazoezi. Pia Mungu anawapa na akili za kutumia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kuna vitu vingine vinahitaji tu ni understanding. Kuna vitu vingine vinahitaji uelewa. Wewe unakunywa Pepsi, mwaka mzima ni Pepsi. Kesho kipimo figo zimekupa, sio kaanza sasa mtumishi wa Mungu nigusi hapa na sadaka milioni 10 hapa. Mimi ndakwambia haleluya. Basi hatujamaliza mwanangu pale. Kanunue bati za milioni 10 peleka pale. Haleluya. Pokea kile ukipandacho ndicho utavuna. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na uzuri mtumishi mimi ni daktari. Kwa lazima niwaambie ukweli. Haleluya. Lazima niwaambie ukweli. Unaamka asubuhi, cha kwanza sio mswaki. Tawana semi? Sio mswaki. Maji ya moto. Nini? Maji ya vuguvugu. Chukua maji ya vuguvugu yenyewe. Haleluya. Chukua kipande cha limau, weka mle ndani. Unaenda kaoge, ukisharudi na muache kuoga maji ya moto. Hakuta kijana kama hii hapa, uja maji ya moto, mimi nataka maji ya chemsha ya tokote, yaendelee kabisa kutoka. Naomba maji ya moto. Haleluya. Kunywa maji ya moto. Kunywa ile maji kwanza. Glasi moja, ukisha kunywa, tulia, unaendelea vitu vinyoko unajiandaa nini? Kwenda kazini, ndio ukapiga nini? Mswaki. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni sehemu mojawapo ya kuondoa nini? Sumu mwilini. Vitu vingine vinahitaji maombi, vinahitaji nini? Elimu. Niwaambieni. Sasa nitakwambia kwamba ukija ukigusa hapa, Roho Bwana atakusaidia. Usipime shoti, umechukua maji umejimwaga vitu, unashika. Roho Bwana atanisaidia. Hii najimwaga maji nashika. Nenda kushika umeme, kashike pale. Napanda pale nguzo tena nashika. Nini nimetumwa na Bwana. Mimi ni nabii, umtao tendeni nisikie. Bwana amenituma, nataka niwaoneshe Mungu yuko pamoja na mimi. Nimepanda kwenye nguzo na somo moja wangu tumeweka ngazi pale. Nikaenda. Nashika, nisike. Wapo unasemaje? Shika. Na mimi nashika. Enda kwenye mbuga ya wanyama. Zile zoo za kuonesha nini wanyama kama Sabasaba mnazoendaga zile. Si ndio? Mnaelewa zile? Kaenda kwenye wakuweka nini simba. Na Biblia yake. Akasema Danieli aliingia kwenye shimo la simba. Mimi nataka niwaoneshe kwamba oya. Ile video iko BBC, iko mkiingia BBC search a pastor who was killed with a lion. Hata ukisearch hapo utaiona. Yaani yule jamaa ameingia kwenye zoo, watu wale walinzi wanamzuia. Hajashuka, hajafika chini. Yaani alidakwa juu, kashushwa chini. Ilibaki Biblia peke yake. Haleluya. Haleluya. Kuna vitu huhitaji maombi. Unahitaji nini? Kuwa available kwa Mungu na kuwa na maarifa. Haleluya.
Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio. Sasa wewe kunywa Pepsi. Kunywa Pepsi kwanza